chaguo la kweli liko wapi? Wengi wanajiuliza. Mapenzi ya utapeli kila siku wengi yanawaliza. Yapo yaliyoshamili makopa kuyasambaza sambaza. Mala leo kuna hili, kesho yule kashaumizwa. Mwalimu Jafari, mimi kwanza nakushukuru kwa sababu umechukua muda wako kuja kunisikiliza. Kuna jambo la msingi na la muhimu nataka tuongee. Basha. Kwanza ninakushukuru kwa sababu siku zote umekuwa uko mstari wa mbele sana kuhakikisha mimi nakuwa na furaha. Ninapokuwa na huzuni unanikimbilia kwenye shida. Na hata mwanangu Amani sasa hivi naona anafanya vizuri sana kwenye masomo yake. Yote hayo ni jitihada zako. Kiukweli Amani anapenda sana kusoma. Na alisikitika sana kutokupata nafasi ya kuendelea na masomo ya sekondari. Lakini tusheni yako aisee, nakosa neno zuri la kusema asante. Lakini sasa leo auti yetu na good news na bad news. Hebu anza good news. Mimi nataka nianze na bad news. Anza na good news. Bad news bwana, ndio ili hata tukija kwenye bad good tunasawazisha. Okay, basi sawa. Okay. Najua hili litakusikitisha, lakini sina budi kukwambia. Mimi nataka kuhalalisha kuwa mke halali wa Mr. Masud. What? Nasemaje? Nimesikia au sijasikia? Jafari, calm down. Hivi unanichukuliaje? Nilijua tu utakuwa hivyo, lakini mnisikilize kwanza uone pointi yangu kubwa ni nini. Jafari, mimi nimeona ni muhimu nije nikwambie kwa sababu wewe ni mtu pekee ambaye unajua kila kitu kinachoendelea. Na nimekuheshimu sana hata kuja kukwambia. La sivyo ningefanya tu kimya kimya alafu kusikia pembeni pia sikutaka iwe hivyo. Na mimi nataka kufanya hivi kwa sababu ya manufaa ya mtoto wangu. Tunajua Mr. Masudi ni mzazi mwenzangu. Ujui uchungu wa mapenzi. Ujui ya maneno mimi amenichoma vipi katika moyo wangu. Najua, I know. Jafari, hauna budi kukubaliana na hili kwa sababu Amani yule ni baba yake. Na mwisho wa siku kama nitaendelea kukaa hivi bila kuhalalisha ndoa yetu, mwanangu atakosa haki zake. Mr. Masudi ana nyumba kila kona. Unadhani Amani atakuja kunilaumu mpaka uzee wangu Na sio kwamba mimi na wewe tutakuwa tumeachana, hapana. Jafari, nafanya hivi kwa sababu mwanangu asipoteze haki zake. Mpaka lini atakuwa hajui babake ni nani? Baba yake atakuwa si unanielewa? Naomba kama umekuwa kweli kama ulivyokuwa kipaumbele kunisaidia, najua katika hili pia utanisaidia. Nitaangalia namna ambavyo mimi na wewe tutakuwa tunakutana. Na kuomba tafadhali. Unachukulia rahisi. Unachukulia rahisi mimi kukubali hili swala. Vaa kiatu changu mimi na kuletea wewe hapa maneno kama haya. Ungejisikiaje? Naomba nikubalie hili kwanza lipite. Ni kwa sababu ya Amani tunasi vinginevyo. Sawa. Sina budi. Nashukuru na ninafurahi kwa kusikia hivi. Huyu ndo Jafari ninayemjua. Mimi sio mkaaji kwa sababu tunamjua Mr. Masud. Sawa. Najua umekasirika lakini usijali. Ngoja niwahi kwa sababu watu pia wasije kanikuta hapa sijazoea kama mazingira kama haya. Sasa lini tutaonana? Usijali, tuna mawasiliano. Sasa hivi unakuwa mke wa mtu, kwa hiyo hata zile simu inabidi nikuwa napiga kwa. Usijali bwana Jafari, mimi ndo nitajua baadaye. Hili kwanza likishakamilika, nitajua tunaweka vipi mikakati yangu mimi na wewe. Lakini nina ombi la mwisho. Mimi naomba kuende kwa yule bwana umsisitize ili jambo lifanyike haraka. Sina mtu mwingine wa kunisaidia kufanya hili. Sawa, nimekuelewa.
Umekuwa msaada mkubwa sana kwenye hii familia. Kwa nakuahidi sitokuangusha. Nitakusaidia. Nitakusaidia kama ninavyokusaidia siku zote. Na mimi jambo litaenda kama nilivyopanga. Mradi uwe na furaha, wewe na amani, sawa? Asante sana. Utajua tunaweka vipi mikakati yangu mimi na wewe. Sawa. Sawa. Cheka basi. Sangapi? Ulikuwa wapi? Mimi nilienda kuonana na Mwalimu Jafari kuhusu watoto. Anasemaje? Nadhani kuna jipya zaidi ya ile alilokuambia wewe. Ameniambia mnaonana. Yaani unajua kuna vitu vingine unaweza ukasema mpaka ukaonekana unamkufuru Mungu yani. Yaani Amani kapata jina zuri la Amani, Amani iwepo, lakini Amani huyo amekuwa mvurugaji wa amani kabisa yani. Ule mbicho yani vya kweli wanasema vya kurithi vinazidi, yule kazidi yani. Wanasema vya kurithi vimezidi lakini yule kazidi yani. Kanizidi kichwa mpaka baba yake yani. Vitendo kamshinda mpaka baba yake yani. Kwani anataka kufanya vitu kama hivi vya ajabu ajabu nani? Kwa hiyo zani ukipanda mahindi unavuna nazi, au? Hapana. Yule Amani sio mahindi. Amani nimepanda mahindi yametoka Bange. Amani nimepanda mahindi imetoka tikiti maji. Ule mbicho umeongezeka basi mambo yake yamekuwa chungu nzima. Form 3. Mimi hapa naona wa kumlaumu sio Amani, na sasa hivi nasikia anajiita handsome wa dunia huko. Anachanganya watoto wa watu. Sasa kitakachotokea usicheke. Anajiita nani? Handsome wa dunia. Unajua wewe ndio unayesababisha haya yote. Mimi nimekuwa nikikupigia kelele toka mtoto amezaliwa mpaka sasa hivi ameshakuwa mtu mzima. Na sasa hivi nasikia uko anajiita handsome wa dunia. Unategemea kuna nini kinachotokea? Kila siku mnakusisitiza, weka haya mambo wazi. Mwisho wa siku aibu itatukuta sisi. Watoto wameshakuwa wakubwa wale. Nisikilize mpenzi wangu, nisikilize mke wangu. Naomba nikute mke wangu. Waswahili wanasema kila jambo na wakati wake. Elewa, kitu kikiwa ndani ya wakati wake kitafanyika ndani ya wakati wake huo. Sawa, nisikilize. Wewe ni wa kwangu. Wewe ni mzazi mwenzangu. Leo nakuita, wewe ni mke wangu mtarajiwa. Fanya basi, halalisha. Nisikilize. Halalisha hivi, unajua mimi kama umeniweka bondi vile. Siolewi, nakusubiri wewe tu. Nisikilize. Miaka imepita, unadhani mimi sipati? Ungeniacha basi niolewe. Kwa hiyo unapata? Asijamaanisha hivyo mimi. Unapata? Mwanzo nilivyokuambia nakuhitaji, sikupoteza muda. Nilivyokuambia utakaa hapa, sikupoteza muda. Sawa, mimi maamuzi yangu kwenye switch ya umeme. Nikifanya pap, time waka. Nikifanya pap, time nzima. Naomba uniamini mimi. Fedheha siwezi kuikubali. Walimanyile. Na oa. Na nisipooa na ua. Yes. Ila Amani. Okay. Tutajua itabia itaishia wapi. Na tutajua la kufanya. Tunalikomesha vipi hili hapa. Mwalimu Antonga. Kwa usalama mwalimu wangu, vipi? Bwana, ile jambo nilokuambia mimi niko standby ya. Hapa nyumbani. Bwana nisikilize Mantonga mwalimu wangu. Hatuhitaji wali, hatuhitaji sijui mshenga, hatuhitaji nani, hatuhitaji nani. Maamuzi yangu na maamuzi ya mzazi mwenzangu ndio yanafanya jambo lifanyike. Mimi na yeye ni wazazi. Tunatafuta watu wengine wa nini? Sasa hivi nini shida? Chukua pikipiki. Tuko stand nini? Yaani ubani upo, ukitaka chumvi ya hata ukitaka hii ndoa ifanyike kwa kuweka upupu itafanyika tu leo.
Sasa sikia, fanya kitu kimoja. Fanya kitu kimoja haraka. Jiko lina moto, maana nimekuta vingine vinaongea tu ili mradi awe kuja. Jiko lina moto. Kila kitu kiko. Leta kitezo, weka mkaa wa moto. Chukua ubani, ukikosa ubani leta hata chumvi ya mawe. Leta. Ndoa iendelee. Unachelewa nini tena hapo baba yangu? Mume wangu wewe. Unajua sijakuzoea kwa hivi. Sawa. Wewe utakuwa una tatizo tu. Niambie, mimi ndio mwalimu wako. Mwalimu, hii ni siku ya kutembelea. Na siku ya leo sihitaji kulala nyumbani. Nahitaji nije kulala kwako. Kumbe tatizo hilo tu. Muda wote na kuuliza, kumbe tatizo hilo. Mbona tatizo dogo? Sasa sikia nikwambie. Nenda nyumbani kwangu. Muulize mama Mwalimu. Au kama utamkuta mtu yoyote, muulize mama Mwalimu, atakuelekeza ile funguo kwa. Waga mimi nikitoka nikienda kwenye harakati zangu au maongeko yangu, mimi namchia funguo. Nikitoka huko kwenye maongeko yangu baadaye nikirudi nyumbani, tutakaa tuzungumze vizuri, sawa? Sasa usiwe na mawazo bwana, hebu changamka. Wewe, hizi sambusa umeanza kupika lini shoga yangu? Zote lete nuksi zako. Mimi ndo niko kama kawaida yangu. Na ndoa zenyewe zilikuwa za shida. Na kudanga kuna fani shoga yangu. Hakuna shoga yangu. Kudanga kuna fani ndugu yangu. Wewe kama wewe kudanga utadangaje? Bora ufanye biashara. Biashara nani anataka wanaume kama yule Mwafula? Hizi sambusa watoto wanasoma, wanakula kwa sababu kila kitu. Majamba. Mwafula aje hapa. Umeona Alokoswa na ndoa. Yaani wewe acha tu. Kwanza sasa hivi maisha sasa hivi bwana, kuolewa utumwa. Kuolewa utumwa. Vipi biashara? Hivyo tu Mungu anasaidia. Hivi watoto Habari yako? karibu. Sasa mama mjengo, mama shughuli. Hivyo sio shida zangu. Sambusa zako mjini. Sio shida zangu shoga yangu, shida ipo kwako. Mwanzo sina shida. Sio kweli shoga yangu. Ndio niko hapa nifungie hizo sambusa za 1000 mimi niondoke zangu. Asante. Karibu. Juu kwa hela ile ya mume, sio udangaji. Hiyo sawa tu. Nikali ya mume kwa kudanga huko bora upate hela. Au unataka nini? Sio kweli. Kwa kuchukuliwa. Maana nachukuliwa mume hata hujijui. Udugu wa shuka akitoka wa wenzio. Naona huruma mwezio. Na baridi hii. Balaa. Mbona balaa? Ongea huko mnazunguka mbuyu. Mwenye leo Mungu kakuona kama kukuleta kwa wakati. Yule mume wako unayesema mumeo yule. Mumeo kanaoa. Na anayemuoa mpangaji mwenzio. Hivi tunataka tukaoge tuvae vijana twende kula biliani. Tena mpangaji mwenzio. Mpangaji mwenzio ndo anamuoa. Mimi ndo nitaongea, ukinuna, ukipasuka pasuka. Habari ndo hiyo. Akwambia nani na shoga una? Anataka kumwambia. Tunataka tukaoge tuvae vijana twende kula biliani. Tena mpangaji mwenzio ndo anamuoa. Ulikuwa unajua toka kwa peke yako, umesahau. Tena sahau. Leo bwana ndo anaoa, maisha ndo haya, usipasuke. Usipate presa ya kawaida shoga yangu. Wala hata usife. Mpe shoga yangu. Unajua ujui. Imeisha leo. Umeliwa. Nikwambie, tabia mbaya unazo wewe na mama yako. Kwani mimi kwangu nimekupigia barua uje? Nimekutumia barua? Nilikuita. Si shamba zako tu umezileta kwangu. Sikiza nikwambie. Kuanzia leo sitaki kukuona, nataka kukuona na wewe Bahati. Tabia mbaya unazo wewe. Tena ukome kabisa. Nashakwambia mwanangu ana tabia mbaya. Kwenda zako wewe. Mwenyezi Mungu akufanyia wepesi. Kwa sasa huyu ni mwanamke wako halali. Mwenyezi Mungu
anasema mathnan wa thulatha wa rubaa, unaruhusiwa kuoa mwanamke wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa nne. Kama unapata kipato unaruhusiwa kuongeza mwanamke mwingine. Kwa hiyo kwa sasa Bwana Masudi, huyu ni mkeo halali. Kwa hiyo zake Allah awafanye wepesi katika ndoa yenu hii, muweze kudumu na muweze kuendeleza maisha yenu vizuri. Bibie, huyu ni mume wako halali. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu tumethibitisha. Kwa hiyo mpendane, muweze kuishi vizuri na mthaminiane. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم وسعت رزقك لا احتاج الا من خلقك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ni watu mlioana kwa ndoa, litakalo nalifanya Mungu mbele. Sasa Mwalimu Mandonga, sawa, kwani kuna shida gani? Ni kweli ambayo nimesikia mume wangu. Sasa taficha mpaka lini sasa? Hii ndio sheria ya dini inasema hivi mume wangu. Kweli. Tulia binti. Unanifanyia hivi mume wangu. Nimekosea nini mimi? Naomba nisikize. Hamna haya. Samani. Samani binti. Samani kidogo. Samani binti. Mume wangu. Nimekosea nini mume wangu mimi? Mwanaume ana maamuzi. Wanasema katika dini yetu, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Mwanaume ndio kiongozi wa mwanamke. Wewe ni mwanamke. Najua kuna tofauti kati ya wewe na huyu. Wewe unatokomba. Bali ameridhia kama huyu ni mwanamke. Nisikilize Mwalimu Mandonga. Wala mimi na mke wangu hatuna tofauti. Mimi nimekataa kwani? Mume wako amejenga mazingira mengi. Mama Bahati. Mama Bahati. Huyu ni Mama Amani. Mimi nimeshinda kuniambia mimi kama mke wako. Ananipezesha kila mara wewe mwanamke. Hivyo vitendo vingine. Naomba nisikize mamangu. Naomba nisikize kidogo. Naomba nisikize kwanza. Punguza mkali. Punguza mkali. Huyu ni mmeo na amejenga mazingira mengi. Kwa hiyo sio mbaya. Unaweza ukaa wewe ni mdogo au ni mdogo. Unaweza kuwa ni mkubwa au ni mkubwa. Huyu ni Mama Amani. Wewe ni Mama Bahati. Kwa heshima inabidi mheshimiane, muweze kujenga nyumba zenu vizuri na muweze kumlia mume wenu vizuri. Anaruhusiwa vile vile akaongeza mwanamke mwingine na mwingine. Kubali kama huyu ni mke mwenzako. Shehe wangu, hili swala ni zito. Sio zito, hakuna swala zito. Yaani kwa mujibu wa dini mwenyewe umeongea, vitabu vya dini, maneno hayajatoka mdomoni kwako. Wewe umenukuu kutoka kwenye vitabu vya dini. Sawa?
Unaweza kuwa mke wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Sawa. Sasa mimi kosa langu liko wapi? Sasa kinachotakiwa inabidi umtambulishe yule mkubwa, ajue kama huyu ni mwenzake kwa utaratibu, na ajue kama Amani ni mwanae kama unavyomwona Bahati. Hivi chaguo la kweli liko wapi? Wengi wanajiuliza. Mapenzi ya utapeli kila siku wengi yanawaliza. Yapo yaliyoshamili makopa kuyasambaza sambaza. Mala leo kuna hili, kesho yule kashaumizwa. Moyo wako upendi unapopendwa, unapenda unapotendwa. Utajachwa soremba, ukakosa wa kumpenda. Moyo wako upendi unapopendwa, unapenda unapotendwa. Utajachwa soremba, ukakosa wa kumpenda. Liko pi chaguo la kweli wewe? Yupi chaguo la kweli? Ni nani chaguo la kweli wewe? Yupi chaguo la kweli? Ni nani chaguo? Ni nani chaguo?